Iran imetangaza kuahirisha mazishi ya kitaifa ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yaliyokuwa yamepangwa kufanyika jioni ya Jumatano hii mjini Tehran. Kwa mujibu wa televisheni ya serikali ya Iran, hafla ya kumwaga kiongozi huyo imeahirishwa kutokana na matarajio ya kuhudhuria kwa watu wengi sana kuliko ilivyotarajiwa. Sherehe ya kumwaga imamu wetu aliyofariki imeahirishwa. Tarehe mpya itatangazwa baadaye, ilisema taarifa ya televisheni ya Iran. Khamenei aliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israel mwishoni mwa wiki iliyopita. Tangazo hilo limekuja wakati vita kati ya Iran, Israel na Marekani vikiendelea kushika kasi. Katika saa chache zilizopita, Israel imesema imefanya wimbi la 10 la mashambulizi ya anga dhidi ya Iran. Mashambulizi hayo yameripotiwa katika mji mkuu Tehran pamoja na miji ya Karaji na Isfahan iliyopo mashariki na magharibi mwa mji huo. Taarifa za awali zinasema watu 5 wameuawa huku baadhi ya shule zikidaiwa kupigwa na mashambulizi hayo. Wakati huo huo, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimetangaza kuwa kimefanya wimbi la 16 na la 17 la mashambulizi ya kulipiza kisasi usiku katika operesheni wanayoita Ahadi ya Kweli, yani True Promise. Kwa upande wa Israel, maafisa wa kijeshi wanasema operesheni hiyo bado itaendelea kwa muda zaidi. Kwa mujibu wa gazeti la The Times of Israel, jeshi la Israel linajiandaa kuendelea na mashambulizi dhidi ya Iran kwa takriban wiki 1 hadi 2 zijazo, zikilenga maelfu ya shabaha za serikali na kijeshi za Iran. Lengo la Israel ni kudhoofisha kwa hatua mfumo wa utawala wa Iran pamoja na miundombinu yake ya kijeshi. Baadhi ya maafisa wa jeshi la ulinzi la Israel IDF wanaamini kuwa mataifa ya Ghuba ambayo tayari yameshambuliwa na makombora na drone za Iran wakati wa mzozo huu yanaweza baadaye kujiunga moja kwa moja katika operesheni hiyo. Kwa sasa nchi hizo zinahusika zaidi katika kujilinda kwa kudungua makombora ya masafa marefu na drone za Iran zinazolenga maeneo yao. Hata hivyo, Israel imesema Iran bado ina uwezo mkubwa wa kurusha makombora licha ya uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya hivi karibuni. Tumeharibu makumi ya vifaa vya kurushia makombora vilivyokuwa tishio kubwa kwa Israel, alisema msemaji wa jeshi la Israel, Brigadia Jenerali Efi Defrin. Lakini utawala wa Iran bado una uwezo mkubwa wa kurusha makombora na inawakumbusha kwamba mfumo wetu wa ulinzi hauwezi kupenya kwa 100%. Katika tukio jingine, shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa kitu kilichorushwa kimepiga kiwanda cha kusafishia mafuta cha Ras Tanura nchini Saudi Arabia, ambacho ni kiwanda kikubwa zaidi cha ndani kinachoendeshwa na kampuni ya Saudi Aramco. Kiwanda hicho kilikuwa tayari kimesitisha shughuli zake siku kadhaa zilizopita baada ya moto kuzuka ambao maafisa wa Saudi walisema ulisababishwa na mabaki ya drone 2 zilizodunguliwa. Aidha, Uturuki nayo imesema mifumo ya ulinzi ya NATO imefanikiwa kudungua kombora la masafa marefu lililorushwa kutoka Iran kabla